divide this of bahasha, first week, second week, third week, fourth week. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kama siku ya leo ni the first week of October. So unaandika hapo the amount, then you sign yourself. Then sisi tutakuja kusign on the side of your signature. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the other announcement, tunahitaji volunteers pia kwa protocol department. Kama unasikia ya kwamba unaweza kuweka mikakati ama kusaidia kuweka mikakati, you are also welcome. Bwana Yesu asifiwe. And you are welcome to see Pastor Maggie after this. Pastor Maggie, yes, she is there. Kama unasikia ya kwamba unaweza kuweka mikakati sawa sawa na kufuatilia, unaweza kumuona after church. Bwana Yesu asifiwe. Also again, kama wewe unasikia, okay, we also need volunteers wa security department. Watu wa kuensure ya kwamba mambo yote inaendelea hapa bila wasiwasi. So vyema bila wasiwasi. So if you feel that you are qualified to be a security, to be in the security department, you are also welcome. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanasikia wako na huo mwito wa kuwa katika security department, after church mumuone Pastor Karanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Pastor Karanja ni alikuwa hapa. So wewe unasikia uko na hiyo kipawa, umekaribishwa umuone. Amen. Then we have a few changes kwa sababu ya mambo mengi. Church department meetings tuko na mabadiliko kidogo, lakini mabadiliko mazuri. Men's association ama kikundi cha wazee, wakati mwingine tunakutananga Thursday jioni, but that's not a very suitable time, ama Thursday usiku. Wanaume wale wanaopangilia mipango ya kanisa wameona ni vizuri wanaume wawe wakikutana katika Men's Association on the first Saturday of the month. First Saturday of the month kuanzia saa 5. Kama hii Saturday inakuja is the first Saturday of the month. Kuanzia saa 5 tunakuja hapa. It is very convenient. Saa 5 ya asubuhi, the first Saturday of the month, tunakuja saa 5, tunakutana mpaka around saa 8 hapo. Bwana Yesu asifiwe. Then the second Saturday of the month ni ya wadada, Women's Association, ama vile tu nawaita Women's Association, but Women's Group. Amen. Labda mtakuwa na jina lingine mtakuwa mkijiita. So the ladies, the women of this church, mtakuwa mkikutana the second Saturday of the month kuanzia saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Na Madam Mrs. Karanja alikuwa already amesema mtakutana on the 14th, which is the second Saturday of the month from 10. Lakini tukasema from 11. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumepanga from 11. Second Saturday of the month from 11. Amen. So na Mungu atawabariki sana katika jina la Yesu. Then the leaders, church leaders, your meeting will be held on the 4th Saturday of the month. Hapa kanisani from 11 a.m. That's what I mean, from 11 a.m. So 4th Saturday of the month is the leaders day from 11 a.m. hapa kanisani. Na Mungu atawabariki sana katika jina la Yesu. But kwa sababu huo ni mpangilio mpya, leo wamama wanakutana
hapa tu ambapo mmekuwa mkikutana immediately after the church, mkutane for just 30 minutes. Mrs. Karanja will talk to you and the other church leaders, women leaders. Mkutane after church na Mungu atawabariki sana katika jina la Yesu Kristo. The other announcement, tungetaka kuwashukuru sana the church pillars. Church pillars ni wale ambao walijaza forms wakasema every month kuna kile kiwango cha pesa watakuwa kitoa kwa sababu ya kusimamisha huduma. We are calling you church pillars. Ni nyinyi kama hizi vikingi kubwa kubwa ambazo zimesimamisha hii nyumba. Kwa hivyo church pillars tunataka kuwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekuwa mkijitolea kutoa hiyo sadaka, hizo sacrifice, ili muweze kusimamisha kanisa, na tunaendelea kuwapatia huo mwito, kwa request muendelee na huo moyo na Mungu atawabariki katika jina la Yesu. Amen. Pia tumeona mabadiliko makubwa kwa upande wa tithes and offerings, na wale wote wanatoa fungu lao la 10, Mungu atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua already Mungu amewabariki. Kwa hivyo sisi wote ni mwito wa kila mmoja wetu ujitolee kutoa fungu la 10 kama vile Mungu ameamulisha, na Mungu ameahidi ya kwamba ukimjaribu kwa njia hiyo atakufungulia milango na madirisha ya mbinguni akumwagia baraka. Amen. So let us bring our tithes and offerings to the Lord joyfully, na Mungu naye atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vile apostoli amekuwa kitufundisha kwa nini sisi wa Kristo ni maskini kila wakati, or most of the Christians ni masikini. Bwana Yesu asifiwe. Pepo ya umasikini, ile roho inafunga mtu ili awe maskini, haiwezi kutoka bila kutoa kwa madhabahu ya Mungu. Hasa ikemewe namna gani? Kama hautoi kwa madhabahu, itakuwa na sababu ya kukaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kufunguliwa roho ya umasikini, nawe uamue liwe liwalo, utakuwa ukitoa sadaka zako na fungu zako za 10. Amen. Katika madhabahu ya Bwana. Na mchungaji akikuja aikemee, inaondoka tu na inakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. So dawa ya kufunguliwa, kukombolewa, ufunguliwe, ukombolewe hiyo roho ya umasikini, ni kutoa kwa madhabahu ya Bwana. Amen. So Mungu awabariki na Mungu awatendee mema in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Back to the worship director. Amen. The worship director. Yes. Praise God. Praise God. Amen. Yeah. Wacha tuingie kwa hiyo kipindi ya kuabudu Mungu. Naitwa Jonathan, nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Amen. Wacha tu niwaombe tu tusimame tu dakika kidogo ndio tuweze kumwabudu. The reason why tunaabudu ni ukisoma Biblia Psalms 103, it says, praise the Lord all my soul and all that is within me, praise his holy name. Hallelujah. Ya nataka niwaalike tu, chukua tu muda wako dakika kidogo tu to worship, and then tutaendelea na program zingine. Hallelujah. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii.
Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe Bwana wangu una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Sijaona kama Mungu wangu. Sijaona kama wewe. Una nguvu Tuimbe, sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu Haleluya, sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Una nguvu namna hii. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Baba wangu. Unastahili Bwana wangu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Unastahili Bwana wangu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Wakupewa sifa Bwana. Unastahili Uinuliwe Bwana wangu. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Inua mikono yako, sema unastahili Bwana. Unastahili Bwana wangu. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Sijaona kama wewe. Unastahili Sijaona kama wewe. Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Amenitendea mema. Amenitendea mema. Amenitendea mema. Yesu. Amenitendea mema. Amenitendea mema. Amenitendea mema. Amenitendea mema.
na sifa nami nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Just worship the Lord and tell him, Yesu astahili,
Inua tu mikono yako. Close your eyes and allow the Spirit of God to minister to you. Hallelujah. Just open your spirit. You came to the house of God to worship Him. You came to adore Him. You came to lift His name above every other name. Father, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We give you glory. We give you. Somebody worship the Lord. Worship the Lord with all your heart. Lord, we worship you. We worship you, Lord. Lord, we give you praise. We give you glory, Jesus. Jesus. We give you praise. Just lift up your hands, everybody, and worship Him with all your heart. Sema limeinuliwa, lime
sema tena, neno lako, kama vile jana lina nguvu leo. Mara ya mwisho sema limeinuliwa, ainuliwe kwa maisha yangu Baba, ainuliwe Baba yo, ainuliwe, ainuliwe Yesu, ainuliwe kwa ibada ya leo, oh Yesu, ainuliwe, oh ainuliwe Yesu, oh Yesu, ainuliwe, Yesu ainuliwe Baba, ainuliwe Yesu, ainuliwe Baba. Oh, inua mikono yako sema ainuliwe Yesu, ainuliwe, ainuliwe Baba, kwa maisha yangu Yesu inuliwa Bwana, leberebosa katalalabosa, ainuliwe, hakuna kama yeye Baba, mwambie kwa sauti yako yote, ainuliwe Baba, Yesu, ainuliwe, ainuliwe kwa maisha yangu Yesu Kristo, ainuliwe, 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 inua mikono yako sema inuliwe, ainuliwe Yesu, ainuliwe Yesu, ainuliwe, ainuliwe Yesu, ainuliwe, apewe sifa, ainuliwe Yesu, ainuliwe, ainuliwe, ainuliwe Yesu, Yesu ainuliwe, ainuliwe Yesu, ainuliwe Bwana wa mabwana leo.
Just lift up your hands and you're closing your eyes. There is nothing sweet than being in the presence of God. You can be deserted anywhere, but you cannot be deserted in the presence of God. People can leave you anywhere, but in the house of God, you always have somebody. Just open your spirit and your mouth. Your mouth is your destiny. When you keep quiet, you are killing your destiny. Just tell God, I worship you this morning. Let it be an hour of visitation in my life. Let it be an hour of visitation. Everybody's praying, including the singers. Allow the Spirit of God to do its work. You did not come for a show off. You came because of God. Let your request be known unto the throne of mercy. Let your request be known unto the King of Kings. Let your request be known. He's listening. You better open up your spirit. You better open up your spirit. He's listening. He's waiting for you. Create an atmosphere for your miracle. Create an atmosphere for your blessing. He's listening to you. You better push it in your prayers. Push it with your voice. Push it with your voice. You are glory, Lord. You are glory, Jesus. You are glory. You are glory. You are glory. You are glory. It's all we need in the house. We need your glory, Jesus. We need your glory, Jehovah. We need your glory. We need your glory. We need your glory. Oh my God. Hallelujah. You are glory. I wish I were you. I could do better than what I'm doing. I could lift up my hands and tell him, Daddy, you're worthy. I could lift up my hands and say, you deserve it, Lord. You have picked me from nothing. Now you are my God. Tell him with all your heart. Tell him with all your spirit. Let the entity of his glory fall. Glory, 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 glory. His mercies are new every morning. If it were not the Lord, where would we have been? If it were not the Lord, you could not be standing. If it were not the Lord, better one day in the house of God than 1,000 years somewhere else. Lord, I love to be in your presence. 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 I love to be in your presence, Lord. I love to be in your presence. Oh, Jesus. Let your glory, let your glory. Oh my God, we bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 We bless you.
You are glory. Oh, Hosanna, Hosanna, to me, Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, inua mikono yako, tuimbie Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 inua mikono yako, mwambie Bwana, tuimbie Hosanna, 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 hallelujah, yeah, Hosanna, Hosanna, somebody tell me Hosanna, to me, oh, Hosanna, 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 hallelujah, oh, to Hosanna, to Mabudue, Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 inua mikono yako, mwambie Hosanna Baba, Hosanna, Hosanna,
tu mikono yako juu. Just give him praise. Just give him worship. Just give him worship. Tell him God you're good. Tell him God you're good. There comes a time you allow him to do it. Allow him to minister to you. Allow him to do what he wants to do. Yeah. Hallelujah. Just open your spirit. You don't need any other thing. You just need his presence. We worship you. Msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, inua mikono yako, sema umeinuliwa, wacha nikuabudu, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana, wacha nikuabudu Yesu. Uinulie mikono, mwambie umeinuliwa. Hakuna kama wewe Baba. Wacha nikuabudu wewe Mungu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana wa mabwana, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu Bwana wa mabwana, umeinuliwa, wacha nikuabudu Bwana, wacha nikuabudu ewe Mungu. Inua mikono yako, sema shujaa wa msalaba, umeinuliwa, umeinuliwa, acha nikuabudu wewe, acha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, mwambie kwa moyo wako wewe ni Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana wa mabwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, inua mikono, mwambie umeinuliwa juu, umeinuliwa, wacha nikuabudu Bwana, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, shujaa, umeinuliwa Baba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu wewe, wacha nikuabudu ewe Mungu. Shujaa wa msalaba, oh, umeinuliwa
umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu Baba, wacha nikuabudu ewe Mungu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu ewe Mungu wangu. Wapi makofi ya Yesu katika jina la Yesu? Piga Yesu makofi tafadhali kama unamwamini. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Geukia watu wawili waambie I'm happy to see you. Ongea kizungu tu hata kama uliwaachia class 4. Sema I'm happy to see you. Ukiweza unaweza tweng useme to I'm happy to see you. Salamia mtu mmoja, wawili, watatu. Tembea tu, usisimame pale pamoja unless umekuja na irizi. Unless uko na irizi, ukiona mtu asongi jua amefunga kale kakitu. Kale kakitu ako nako. Tembelea wawili watatu tu, tembelea wawili watatu. Tembelea wawili watatu wana vyombo, ninawangoja tunapogonga hii kitu saa hii katika jina la Yesu. Hallelujah. Patia watu wawili 5. Hallelujah. Wapi mikono juu kila mtu? Unless uko na miaka mingi sana ndio ukae chini. Unless uko na miaka mingi sana ndio ukae chini, lakini ukiona ni kijana jua ako na mimba ndio inamsumbua. Amen. Inua tu mikono juu katika jina la Yesu. Inua mikono tafadhali. Inua mikono. Unajua one of the things hii kanisa tunaamini kwa sifa. Hallelujah. Because when the praises go high, the glory comes down. Hallelujah. When the praises go high, the glory comes down. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Hallelujah. I want you to celebrate God with me by giving him a shout. Amen. The Bible says, and the children of Israel walienda kwa hiyo mulima mara 7, and at the 7th time hiyo mulima ikaanguka. I don't know what you are passing through. Hauhitaji kuwekelewa mguu, ni hiyo kelele tu. Lakini kwa sababu ya kichwa ngumu yako lazima wakuwekee mguu, shauri yako. Lakini when you praise the Lord, when you shout to the Lord, something takes place. Are you ready to shout to the Lord? Wanaume mumeenda wapi? Are you ready to shout to the Lord? Sisikii bezi ya wanaume. Are you ready to shout to the Lord? Basi inua mikono. Mikono juu kila moja. At the count of 3. Nataka nisikie shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Watu wajue kwamba tuko area na hatukufi saa hii. Sema amen. Kuna watu ukipiga tu kelele ukitoka hapa utakuwa more handsome kuliko venye ulikuja. Inua mikono juu. Hallelujah. Inua mikono juu. Haya, ipeperushe tu, peperusha. Fungua anga yako tu. Fungua anga yako, fungua anga yako, fungua tu anga. Fungua anga, peperusha tu. Peperusha, 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 peperusha. Mungu akufungulie milango ya ng'ambo. Mungu akuondolee kansa. Mungu akuondolee diabetes. Mungu akuondolee magonjwa ya miguu. Unapofanya hivyo, anga yako ifunguke. Unapofanya hivyo, mambo yako ifunguke. Haya 1, haya 2, haya 3. Hey! Piga makofi twende, piga. Piga tu makofi. Inuka, musifu Bwana. Inuka, musifu Bwana. Kwa maana fadhili zake zadumu
hata milele. Inuka, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Inuka umsifu Bwana, inuka umsifu Bwana, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Inuka, inua mikono juu, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Unapoinuka anatawala, anajibu maombi yako. Inuka umusifu Bwana, inuka umusifu Bwana, inuka, imba kwa sauti, kwa maana imba, inuka, inuka, kwa maana inuka, 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 kwa maana fadhili zake zadumu. Inuka, inuka, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Inuka umusifu Bwana, inuka umusifu Bwana, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Yoyo, inuka, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Wapi shangwe na vigelegele? Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Wapi mikono juu? Aya, twende kwa Yesu, mikono juu. Kama umebarikiwa sema haleluya, kama umebarikiwa sema haleluya, kama umebarikiwa inua mikono, kama umebarikiwa inua mikono, kama umebarikiwa piga kelele. Mikono juu, mikono juu, tumuinue, tumuinue, inua, 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 inua. Yesu ni Bwana. Mikono juu, mikono juu, tumuinue, 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 inua, 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 inua. Yesu ni Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema yo. Inua Yesu juu, ainuliwe ni Bwana wa mabwana yo, ainuliwe, ametenda mema yo. Ainuliwe ni Bwana wa mabwana yo, ainuliwe, ametenda mema. Inua mikono juu twende.
Oh, nilikuwa mgonjwa na Bwana akaniponya. Ainuliwe, ametenda mema yo. Bwana wa mabwana, nilikuwa mgonjwa lakini Bwana ameniponya yo. Ainuliwe, ametenda mema yo. Ametenda mema. Yesu ametenda mema yo. Baba ametenda mema. Yesu ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Oh, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono yako sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono mama sema Yesu ni Bwana. Haya, toa kitambaa yako, toa kitambaa kila mtu. Toa kitambaa yako. Peperusha juu. Kila mtu toa kitambaa yako. Kama una na roho ya jirani, peperusha. Peperusha. Watu wa kamera, peperusha. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Inua juu. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Aya, ruka kila mtu, twende kila mtu. Ukiona mtu aruki yeye aliungusha speaker, twende. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Kaiwa kwa Wakikuyu mko wapi? Oh, kaiwa kwa twende. Oh, kaiwa kwa wamageganya. Haya, Wakikuyu twende. Wewe ruka, wacha uzee, twende. Hallelujah, mikono juu. Hallelujah, oh, hallelujah.
hallelujah. Wapi mikono juu, mikono juu. Mikono juu. Wakamba, wakamba, wakamba. Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Ende ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Wakamba, wakamba. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Oh, ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata ye. Haya, twende wote. Ndio huyo mukamba, ndio huyo mukamba. Hey, twende. Wapi twende, twende. Wakamba mnaniangusha. Twende. Angalia buchu. Mukamba ndio huyo halisi. Mukamba aliyevunja laana ndio huyo. Twende. Mukamba aliyevunja laana ni buchu. Ndio huyo. Hapo hapo. Ta 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 ta. Oh 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 ta 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 ta. Yo mwingine. Ta 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 ta. Oh ta 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 ta. Oh ta 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 ta. Oh wakamba ta ta. Oh ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh ta 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 ta. Wapi shangwe na vigelegele? Twende tafuta mwenzako, upatie high five. Unasema zambe wa moyo. Wapi vigelegele kwa Yesu? Timba lelu, timba tulumbe luseba na bebe. Patia mwenzako mkono. Zambe wa timba lelu, timba tulumbe luseba na bebe. 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 Yekele kele. Yekele kele. Oh mulima wadu. Yekele kele. Yekele kele. Zunguka pole pole tu twende. Zunguka, zunguka, zunguka. Zunguka tu. Zunguka tu. Zunguka, zunguka, zunguka. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Wapi mikono juu. Inua Yesu, inua. 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 Kama unapenda Yesu, piga kelele. Bado, bado. Kama unapenda Yesu, piga kelele. Kama unapenda Yesu, inua mikono juu. Twende, 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 twende.
kawaya, ikata kawaya, ikata kawaya. Abinda niseo, ebunda yangu ya, ebunda ya zena. Ikata, wapi vigelegele? Watu watano. Hiyo itakuwa umegonga high 50. Thank you very much. You may be seated. Tafuta kiti mahali mazuri uweze ukuketi. Naona sasa tumeanza kushika mwendo vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona tumefanya nini? Tumeanza kushika mwendo vizuri na tutaenda hivyo. And I know God will create something out of something. Out of nothing, God will create. He says that in the desert, in the middle of the desert, He will create a well. In the middle of the desert, katikati ya desert, jangwani kule, atatengeneza kizima ambacho kitakuwa na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. So it doesn't matter, haijalishi what you are going through. Haijalishi ile mateso wamekupitishia. Haijalishi walisema wewe utakuwa nini. What matters is what God has said. Amesema wewe utakuwa nani. Wakikwambia wewe hautafaulu, wachana na wao, hiyo ni yao. Wakikwambia wewe umeisha, wachana na wao, hiyo ni yao. Usijalishwe, they are allowed to speak. Hakuna mtu hana ruhusa ya kuongea. Nikikuita mjiga, niko na ruhusa, nimekubalishwa nikuite mjiga. Lakini wachana na ujiga yangu na vikujua kwangu. Enda kwa Mungu muulize, mimi ni mjiga. Atakwambiaje? Wewe si mjiga. Sasa wachana na mimi, enda kwa Mungu, maana ndiye alitukutengeneza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie I will not lose it. At whatever cost. Sitapoteza. I will never lose it. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you the praise team. I can see now you are coming up very strongly. Tutaendelea kuwaombea. For those who are doing the prayers, muendelea kuombea the praise team. And as together na nyinyi mjiobe, you do sacrifice. Muende mlimani muombe. Hii kitu mnafanya ilikuwa na Lucifer mwenyewe. Hii ni kasi ya Lucifer. Na unaona sasa anakuchugulia venye umeiba. Sasa ataenda kukupagia. So that's why waimbaji praise team, you need to at all time to be on your knees. This is not an easy task. Kuona kipawa chako imesimama ya uimbaji. It is not just a coincidence. You must sacrifice. Lazima ujitolee. Lazima ungangane. Lazima ushinde. Maana kiburi tu kinaanzaga hivi. Unaona hivyo tumesema amefanya kazi mzuri. Sasa next time atakuja Kiriga saa 5 saa 6 because shetani atawaambia simuliona mlisifiwa lakini ukikaa karibu na mimi utapata sifa zaidi. Niliona huyu jamaa wa Tanzania anaitwa Diamond. Diamond amekuwa popular worldwide. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuwa nini? Popular world, dunia mzima inamsifia. Mpaka akaona the best way kuenda kwa stage ni kuenda akiwa ndani ya coffin. Huyo mtu anakuambiaje? Aliuza soul yake. Bwana asifiwe sana. Aliuza soul yake. He is not a human being. He is not operating from this world. He is operating from another country, from another world.
Umeelewa? Ndivyo hata unaona viongozi wengi, waimbaji wengi wa Kenya, they have gone. And mwezi wa November hapo niliwaambia kutakuja exposure, itakuja ya hawa watu na mtawajua na watajisema. Jana tulikuwa na rafiki yangu Mutara, sijui kama amefika. Ekwa labda kwa jia. Tulikuwa na nilikuwa nimemwambia siku moja, nikamwambia hapo mnaenda, wacheni kwenda. Lakini because he could not reveal, aliniambia taone kotorali, nikotodhiaga. Mwadhani agosho. Siku moja nakumbuka hawa waibaji waliniita mahali Kitegera usiku. Tulipoenda huko wakaniambia, walikuwa tunaitwa mapasta, mabishop, mapasta na waibaji wale popular, watu mtu wako na jina. Tukaenda mahali Kitegera pale Yukos, karibu fika Yukos, kwa sababu tuliingia na huko kuna makwale na huko hivyo na huko ndani kamuji tu kaboma kazuri tu. Tukaenda nikakuta mabishop walikuwa huko, mapasta walikuwa huko. Aliyenipeleka huko ni bishop mwenzangu, bishop mkubwa. Haleluya, sema haleluya. Lakini kuna condition aliniambia. Sasa na waibaji walikuwa huko, kuna condition moja aliniambia, ukikuja uchukue nini, ununue mchupa moja ya whisky ile kubwa ya 1 liter. Sasa wewe ndio utachagua ni gani. Na akaniambia na huko tunaenda ni wakubwa wako. Kwa hivyo si whisky ile ya makaga, ni ile whisky ya matajiri. Ile whisky inatokaga shilingi 10,000 kwenda juu. Unajua kuna hii ingine inaitwa Popof na ingine inaitwa sijui nini ya shilingi 900 na 800. Akaniambia hii waipelekagu huko. Sasa nikamuuliza ni kama gani? Akaniambia Black Label, Blue Label, Glen Vintage, vitu vikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema vitu vikali. Kawanyuaga morio. Kawanyuaga. Venye naongea hivyo naona anafanya mdomo. Yaani ni kama kadropo na meza. Nahitaji tu naona moyo wake inabadilika na kuwa mzuri. Hiyo kitu tulikuwa tunaikula. Sasa wakaniambia ni bebe. Mimi nikaenda kwa duka kwa sababu mimi nilikuwa mtu of high end. Sema high end. Mtu wa matumizi makubwa. Sema matumizi makubwa. Haleluya. Nikanunua Glen Vintage. Glen Vintage inauzangwa kulingana na venye imekomaa. Kuna ya 13 years, kuna ya 18 years, kuna ya 25 years. Muna usiniulize. Kupi walevi wako wengi sana hapa. Unaona mwenye nasema mtu anainua kichwa. Ule mama pale amesema that years. Kupi wanajua. Uzuri ya hii kanisa tumepakapitia. Sema mwambie mwenzako tumekapitia. Hapa hatukuagi na watu wanaishi biguni, tunakaa watu happy. Mtu mwenye amepitia kwa mongale, amepitia kwa banki, amepitia kila mahali, usherati, kila kitu. Nani hajafanya hizi vitu zote? Who is now clean karago? Onoko mama. Agotiga. Atia, kwa bereirie rioguo. No. Atiga mutirima. So tukaenda huko. Kila mtu amebeba yake. Mimi nilinunua hiyo ya 13 years. Ya 13 years inakuaga 45,000 shillings. 1 liter. Not much. Pesa tu kidogo tu ashati. Si pesa mingi. Mama hapa anasema rent mieli 10. Miezi 10 ya rent. 1 liter. Alafu unajua of course utabeba moja, utabeba kama 3. Hapo ndio unabebaga sasa hiyo, unajua sasa hiyo ubebagi hiyo pesa mingi. Nikakadi tu nasema swipe. Hallelujah. Swipe. Anakuambia weka password. Unaweka alafu anakupakia kwa karatasi imeandikwa pombe hiyo. Si karatasi ya nylon na ile zingine mnaendaga mkiokota hapo. Karatasi imeandikwa hiyo pombe. Na anakupatia ka gift ka Black Label kwa sababu umenunua. Black Label nayo ni 6,000. Lakini hiyo anakupatia kama ya kusindikiza.
Sasa wachana na hiyo ni yangu. Kama huku kunywa shauri yako. Hivi sisi tuliondoka huko. Na usiende kukunywa kwa sababu sasa ukikunywa imewekwa dawa. Wale wanatengeneza wameweka nini? Dawa. Na dawa inaitangwa ethanol. Ethanol ni dawa ni chemical ya kuosha chuma. It's an industrial chemical ambayo inasafishanga chuma. Ikiwa na rust inamwagiliwa hivi, hiyo rust yote inaondoka. Hiyo ndio inaitangwa ethanol ama pia methanol. Hiyo sasa ndio wanawekaga kakifuniko na ina drum ya ile kwa 1000 liters. Ile drum kubwa ya 1000 liters kama ile iko pale nje. Hiyo inawekago kakifuniko kakibuyu. Unaona kakifuniko kakibuyu? Ya 5 liter kakuniko hako kamekunika. Ukijaza mzuri unamwaga kwa ile drum ile mzima na watu watakunywa na watalewa na watakuwa sawa. That is how strong it is. Ndio naonanga mtu mwenye amekunywa. Sikiliza tu kae hapo karibu, hebu kusikia ile harufu inatoka karibu na wewe. Ujue kama ni hiyo kitu nasema. Kaa tu hebu vuruta hewa. Unasikia kiharufu? Sasa hiyo harufu umesikia, the effect ya kukunywa ethanol. Hiyo chuma hiyo ya kosa inateremkaga kutoka kwa ulimi. Unajua purpose yake ni kusafisha. Kwani doni unatoroka? Sasa inateremka. Inapoteremka inaenda ikichoma kila mahali, inachoma pale pote itateremka, itachoma mpaka kwa maini, kwa maroho zote zitachomeka. Sasa effect ya mnuko hiyo mnasikianga mkitu inanuka, ikisha chomeka inachoma, nyama zinaanza kuanguka, zinaoza. Zikioza sasa zinaanguka kwa tumbo. Ndio unasikianga hiyo sasa mnuko ya maiti. Maana hiyo ni maiti iliyo ndani yako. Ni nyama zimekatika, zimeoza, ziko ndani yako. So what is in you? It is a carcass. Ndio nasikiaga ile harufu wanatoa ni ya mochari. Mama, naongea vitu zangu. Tuko na mabwana wako kwa nyumbani wananuka hivyo. Baka imebidi umhame kitanda, unakaa kwa bedroom, unajifanya ni maombi, na si maombi, ni harufu imesidi. Uko na brother ambaye hutakagi mkiongea unamwambiaga alelia haudena kahoma, nilikwenda huko gwatia kahoma. Lakini si homa uko nayo. Ni venye anarusha, akizungumza, akitoa harufu hivi, unasikia baka mainzi zinaanza kupotea kwa sababu hiyo ni powerful kuliko doom. That's a dead person walking. That is how our brothers, the challenge they are facing. That is our fathers, the challenge they are facing. Our sisters, our cousins, our neighbors. That is what they are facing. It is destroying our children. Juzi hapa tulikuwa na vijana kutoka hapa Marikiti. I loved them. I loved them because they have come to Jesus. Wako hapa kadhaa? Isimama juu kama mko hapa. Hao wengine tuwaendee. Sasa unaona? Good, wapigie makofi. Hawa ni watu wa madawa za kulevya, watu wa kutoa roko, watu wa kufanya nini, and there are so many. I don't know how they didn't come all of them. Sikukuita ka huko. I don't know how they didn't come all of them, yet we have men and women of God calling themselves pastors in this church, ambao walichukua majina yao na simu zao. That is an explanation I need from you. Otherwise, I'm going to strike you out today. You must explain to me, where are the rest? If you are a pastor in this house. Na kama ulikuwa hapa, vijana hawa walijaa hapa yote. I want them an explanation today before we leave, why they didn't come. Otherwise, count yourself out. Ama tunafanya kazi gani? Deti go. Cianata icio ciokete ha cikaihura guku ri. Makahonoko othe ri. Wamarekereria niki? Mwamarekereria niki? Katurahunjiria au? Tunahubiria nani? I say, naongea na nyinyi. Kwani mmekisa baridi? I'm talking to you. Vijana hawa, we didn't go to preach. Hatukwenda crusade. Wao walijirete watu 700. Wakakuja 600 wakaokoka. Pastor Apostle Meko.
Go. And niliona ukichukua namba zao. Wako wapi? Yeah? Karaja. Niliona ukichukua namba zao. Wako wapi? Yeah? Not we shall. Where are they now? Yani, the whole lot of about 400 people whom we didn't go to preach, we didn't invest in them. They just brought themselves. They surrendered to Jesus. Then you, who is the guardian, you leave them. God will punish you dearly if you cannot go for them. Bwana asifiwe. If you cannot go for them, there is no need of you being called anything. It pains very much. Yeah? Tulienda Moro, tulitumia 1 million bob kutusaidia Moro. Waliokoka na tulienda huko tukawafuatilia, na hata nimewanunulia mabaiskeli, motorbike na kila kitu. They are doing well. Hawa hatukutumia a penny. We never used a penny, a single penny. Kule tulitumia 1 million. Tulipata kitu watu kama 300. Hapa we never used a single penny, but they came voluntarily. Ama mlichukuliwa bunduki? Yeah? Baada ya service munione. Tutengeneze pasta wa huko sasa. Nitahamia huko, sitakuwa nikikuja hapa. Jikale na ashwale fi baka wa change. I was like them. That is why nakuwaga na bitterness sana, because I was like them. I used to drink myself silly. Hapa Mukuru kwa Ruben, wale wanajua huko, nilikuwa nauza chang'aa in plenty. Nikikwambia hiyo ni hiyo kifuniko ya hiyo, ninajua because it's what something I done. Niliuza mutura wa riogo na matubo. Na ujui ni matubo ya nini, inaweza kuwa hata ni matubo ya ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you owe me an explanation. Mudogo to Kemani. You owe me an explanation today. Don't argue with me. You owe me an explanation. I need them. I need to see them. What? Because you have their numbers, you have their names, and that is why you collected the number. I thought they will create a team kaende kawafuatilia outreach, team ya kwenda kufuatilia hao vijana. Kuna watu wanalipa rehabilitation 300,000. Kuna mama sahihi amenipigia simu asubuhi, ameniuliza kama ninaweza kuchukua mtoto yake anilipe 300,000 nimfanyie rehab. Nikamwambia tumejaa. Kwa sababu alikuwa anataka kutuma pesa, kwenda jina ya M-pesa. Nitume kwa hii line, nikamwambia ngoja kidogo, niongee na wakubwa wa kanisa tuone, hata najua ananiangalia. Nimemdanganya tu. Nikamwambia acha niongee na wakubwa wa kanisa tuone kama nafasi itapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. They are willing to pay. People are willing to pay. And God is willing to bring them here, because that is the calling we have. Hiyo ndio calling yangu, na hiyo ndio calling yenu nyinyi yote. Watu ambao mmekuja hapa mashagala pagala, kila mtu hapa ako na injury yake. Kila mtu hapa. You got your own injury. And that is why you went through the injury, that you may be brought up to produce that material that can listen, that can mend, that can change how we are living. Because hii ni territory. Hiyo uliona walikuja hapa ni territory tulipatiwa. Tulikuja hapa usiku wa tarehe ngapi? Ile kesha. Tukaakisha kando. Si tuliakisha kando? Tuliakishia mtoto wa mvulana kando. Na tukaakisha hapa, kila nyumba ikakuwa maridadi sana. 2 weeks later, hao vijana wote wamekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to have that urgency ya soul saving. Si kukuja hapa kuhubiri, no. Soul saving, that is our project. That is our business. Nothing else. Kama si hiyo business, tafuta eda kwa Manyuru ama kwa mwingine hapa. Then mkafanya hiyo biashara. Unaona Manyuru ameweka magari mingi hapa.
ya kupeleka watu. He is following his people. Unaona mabasi zimejaa hapa. Alafu tunasema Manyuro ati ni wa shetani, Manyuro ni wa shetani. Hata kama shetani, hata kama ni wa shetani, na Mungu aone huyo mtu venye anafanya, analipa mpaka basi watu waende kanisani wakasikilize neno. Mungu anabadilisha hiyo, nabii shetani adoka kidogo. Huyu mtu kuna kitu amefanya mzuri. Tena huyo ni mtu ni wa shetani. Mlikuwa naye mkienda kwa shetani? Hallelujah. Mwadhani ya gosho. Happy new month. Happy new month. Siinua mkono basi vizuri. Ni kama mikrofoni. Sawa. Inua tu mkono unisalimie vizuri. Happy new month. Hii ni mwezi wa 10. Lakini katika kalenda ya Kiyunani huu ni mwezi wa 8. Octo something. It is the 8th month. The 8th month ni mwezi unaelekea mwezi wa 10. Mwezi wa 10 wa 9 inaitanishwa pamoja. Ni mwezi wa mafuno na ni mwezi wa baraka za Mungu kivyake, kwa sababu ni mwezi uliojaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore from tomorrow tunaigia, wale watu wanajua watu mambo ya missionary, tunaigia hapa ni missionary ama nito nini? Itakuwa tepolini hii ya kwenda huko kutafuta hawa souls. Ni evangelism? Hapana, hiyo inaitwa outreach. Si ndio? Hata kama sijui Kizungu mzuri, ni outreach. Si ndio? Si outreach? Kwenda kutafuta hizo souls. Wanyabura ni itakuwa teo. Ile ya kwenda kutafuta souls. The outreach. Kwenda kuwafikia huko. So I want a team. If you know you have a calling of the outreachism. Yani wewe unatikiaga kwenda kutafuta, kuzungumza na hawa watu wa madawa, hawa watu wa machang'aa, ningetaka kukuona ujiandikishe jina yako. Utaandikisha kwa Winnie. Winnie yako wapi? Where is Winnie? Huko nyuma. Mnamuona huyo mrembo? Ujiandikishe kwa yeye, mumtafute. Watu wa outreach tuende. I'll get somebody to come and train us on how to go, because we must raid. Mungu ametukabidhi Nairobi. We must raid it. Sema we must raid. Lazima tuivamie, tuiteke nyara. Jana nimekuwa na making, wale watu walikuwa nauza madawa, wale walikuwa wameajiriwa huko na huko na huko, wale wa kusupply madawa. Tulikuwa na wao hapa jana. Wakaniambia this week wataniletea kila mtu ambaye anakunywa dawa kwa hii kanisa. Thursday tutakuwa na wao kila mtu. Yule mtu wote walikuwa kiuzia, watamulete wapi? Hapa. Sasa si wakalie, what is that? Ni Mungu anafanya kitu gani hiyo? Wamesema wataniletea. Na nikawaambia I'm going to support you, to work with you. Tukiletewa hapo tena tunapanga na watu wa Marikiti, sisi yote tutaenda Marikiti. Siku moja tuvae reflector na ununue gambut. Kila mtu anunue gambut sasa. Kila mtu afanya nini? Ununue gambut. Tutaigia huko tufanye cleaning. Yote huko tushirikane na hawa sasa. Hawa walevi, ukira, ukatu. Kagoho direto omode. Tutakuwa na uka, tego lutairato ikara ya masongo, wewe ni msongo. Huyu ni mmoja wa hao. Lakini huyu na wengine wote tutatumika tusafishe hii area yote ikuwe safi. When you go to a place and God gives you favor of the place, make it good and inhabitable for human being. Hii hapa kwote kutajulikana na hii kanisa. Usafi na vijana hawa. Mutakuja sasa tutajua kila mtu ataadapt mtoto yake. Kwa hao vijana utaadapt watatu venye ungetaka kwako kufanyike. Kama sasa huyu hajaoga, niguo tududule na bathroom, hajaoga, lakini hata kama ageoga agevaa nini? So we will go that to adapt a son.
Kila mtu adapt a brother. Kama ni brother, adapt a brother. Ama ni mama, adapt a son or a brother kulingana na age. Sababu tena huwezi kuwa hiki ukiite baba ama ukiite sasa sasa tutaadapt mtoto. Kila mtu ataadapt mtu wake. Sasa huyu unakuwa mwisho wa mwezi utakuwa ukimfuatilia, kama ni ndevu kama hizi zipakwe rangi mzuri, zikae mzuri, zikae kama za aworu. Nataka aworu. Nywele itengenezwe, kaguo kakuja sade, akuwe na kaguo kazuri kama hako kako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unamfuatilia. Na tutakuruhusu uchukue namba yake, lakini tutakuruhusu kama tunakujua. Maana kunakuwa na mailiminati hapa. Tena badala ya kutoa huyu kwa hapa, unakuta umemtoa umemrusha ndani ya moto. Si ndio? Lazima tutawachunguza kabisa ndio tukue na every person. Hawa vijana wote wako hapa. Because hawa tunataka in 2 months time hautasikia wizi wa simu ama wizi wa kitu chochote along Helislasi Avenue baka Marigiti baka huko chini. Hawa ndio watachungana na wata make sure utaekelea simu yako kwa kichwa, unatembea bila mtu kuguza. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we are going to do, because aya niyo magudhaga theto nyo magudhaga. Riu tuge mashokia mweno na tuma train wegari na tuwatafutie kazi ya kufanya mzuri. Watagudha thimo? Hapana. Wakikuwa ma investor, because these are investors. Ukiona mtu anachukua, ananyemelea hivi, anamwambia mwenzake mtupe ni musanye. Ule mtu anakugokea mlango, ile mlango anakuambia gari yako imetoboka mguu. Ukienda kuangalia huyu unasikia kasimu kameda. Hiyo ni akili. That is a brain. Ati amekudistract, ni akweheria nigetha ahote guthukuma. Hai. Mnaona kama sasa hiyo ni wizi. Am I glorifying wizi? No. But the brain, look at the brain. Hiyo imeweza kukutoa katika wewe kuendesha gari. Ukasikia ati gari yako imetoboka, na unajua gari kama imetoboka inaendaga inakuvuruta pale moja na hujavurutwa, na unaangalia kule. Na ukiangalia kule anachukua simu na anapiga chochorobili na anaruka pande ile ya barabara, anakuchugulia tu hivi ukifikiria kabetoroka. Hiyo ni akili. Na hiyo akili tukiweza kuitengeneza vizuri, wataleta pesa mingi sana hapa wakifanya kazi zao. Watatajirika, wataendesha magari. Sasa akiwa na kazi yake, atakuwa akisikia kuna mwizi anakuja, wanasema yule mwizi tunamjua, wananyorosa wao wenyewe because ameanza kukua na kitu yake. Lakini kama hana kitu yake, hakuna kitu ya kulinda. Hakuna kitu ya the sense of urgency to look at that. They don't have, because they don't own anything. But if we can promote them, we change their value. We change the way they are. Huyu jamaa Sunday atakuja akiwa na suti on my bill. Ndio muone what I'm saying. Na muende mununue mashati Sunday, mtu akikuja ukuje na shati bili. Mupia. Si wacha kuniuza size. Angalia hii, uone hii. Mwingine asimame. Simama mwingine. Angalia hiyo mili. Utafanya average sizes. Angalia hiyo mili utaona. Si unaona hiyo mili? Ni mili average. Kale kegide kamerara. Utaona average. Angalia average yake. Nunua t-shirt kazuri na usinunue t-shirt kako na maadishi ya kishetani. Nunua shati mzuri, shati mpya, si mutuba. Shati mpya. Ukileta mutuba utavaa wewe, tutakutoa hiyo umevaa. Hapa hakuna mutuba. Shati mpya. Ukuje na kashati kwanza. Na nyinyi sade mkuje kama smart, kwa sababu mtavaa nguo smart. Si ile bafu iko pale inatumikanga. Wanalipisha pesa ngapi? 30. Si utapata 50. Si mkokoteni kuvuruta hivi ni 50. Kwa hivyo utapata ka 50 kama maji moto. Uoge na maji moto vizuri. Tutakupatia sabuni. Tu participate sisi na sabuni, na wewe participate na maji moto na kusugua mwili. Si ndio? We must be able na tukue na watu ambao wale watu wako na majina ya hawa watu. Ningetaka kukutana na nyinyi ndio tupange mikakati. It is all battle this week, kutoka Monday mpaka Sunday. Lazima tuende tulete hawa watu wote hapa. Neguo.
It is an order, not a request. And for you to be proved, to be approved to become any leader in this church, need your test. Wemenyere muzoea hii munuko. Hii. Muzoea. Munasikia ikiwa perfume. Otherwise, kama wewe ni untouchable, this is the time to be touched. Utaguzwa. Mkristo wale wanaingia kanisa wanasikia watu wakinuka, mtazoea hii perfume. Na utazoea kumshika aje? Na unamuita brother. Kama unaonaga mtu unasikia ni aranuka. Imudo shede kunuka. Tutakununulia Yoranda binti Sudan, El Sudan. Niko brother. Jake hanya. Yes, thank you. Yeah, my brother. Takununulia. Angalia. Suti. Sunday utakuwa na suti. Designer suit. Baka kiatu design. Nigwa mumenya nikole gai. Nipatie hiyo ingine. Nigwa mumenya nikole ke? Nikole gai. Matuine. We must change. Jinsi tunaishi, we must change. And there is no compromise. There is no compromise on this at all. On how you are going to operate in this church, hakuna compromise. We must uphold the dignity of God. We must understand that all these brothers are our brothers, all these sisters are our sisters. Kuna siku nilikuwa nakunywa kwa kitanda mimi. Nimekunywa pombe, nimeshindwa kuamka kwa kitanda, nilikuwa tu nainua kamguu hivi, natoa pupu yangu inakaa hapo na ilalia kwa sababu ilikuwa moto vizuri. Na kojoa kwa kitanda na lalia hapo kwa makojoa mzuri because ilikuwa na joto. Kitanda yangu ilikuwa na magunyo. Kwa sababu ya mattress imeoza, ilikuwa na manyonde. Zilikuwa na manyonde kwa kitanda yangu. Ukiamuka asubuhi unaona za white zinatambaa kwa mwili yangu. And I had a bishop mwenye hakuona uchafu yangu. Alikuja mpaka kwangu na akaingia nyumba, akapigwa na pressure, ni kama ile ya pressure cooker. Akarudi ije kwanza kugera aditi. Ni venye hiyo nyumba ilikuwa, lakini mimi nilikuwa nasikia ni binti El Sudan inanuka huko ndani. Lakini aliingia. Huyu mzee anaitwa Bishop Harrison. Alipiga magoti hapo nje. Alilia kama 5 hours akinililia. 5 hours akiuliza Mungu niki mwanoyo akoheteirie uguo, niguo murekererie, niguo mumene ufafa, niki agwikiri atia. He cried himself out. He cried. He asked God, kwani alikukosea dhambi gani hii uwezi kumsamehea? Remember ni hiyo mambo hiyo yote alikuwa shani ordain. Nikatoroka kanisa, nikarudi huko. Bwana asifiwe. Hakuniachilia. Although nilipelekwa kwa nililetwa kama mashini kale ka car wash, ndio nipigwe pressure vizuri nikaoshwa. Nilioshwa na ile kagari ya car wash, ile kakitu ya car wash. Baka hizi manyama kwa sababu nilikuwa na layers kama 5 zikatoka. I had somebody who stood up with me. That is why you see I can spend any money to see a brother like this one amesimama, because there was somebody who stood mwenye alisimama na mimi. Ningekuwa nishakufa kitambo. I had nobody. My brothers ran away from me. My sisters, they ran all away from me. But God did not run away from me. He stood up with me. Na akaniambia, you are still my son. Saizi ni mimi naendesha gari mzuri. Saizi ni mimi navaa designer suit. Saizi ni mimi navaa kiatu kizuri. Na sinunuangi. Hizi vitu unaona navaa sinunuangi. Ni watu tu wanaenda unakuta nakuja na kuuliza measurement. Hata watu already washajua measurement zangu. Unasikia unakuta kama Saturday jana unakuta tusuti tutatu tumeletwa. Sasa kina Doni wananisikiliaga wivu na si ati ni kununua na nunuaga. Treasure hapa wameenda mpaka benki kuangalia mara 3 kama kuna pesa inapunguka. Mimi situmiagi pesa ya kanisa, hapana. Ni ile kazi ya Mungu nimefanya. Mungu akaniambia, your bills I'll be taking care of. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitoka hapa nasikia labda huyu mdada kama huyu atanibia apostle.
ni uliaga raji kuduta Serena kamwira yeye ndiaga aya no nyende gukugurira raji tutaenda Serena na unajua sahani moja ya Serena ni shilingi 6,000 sahani one plate na si plate imejaa ni kasamaki kale samaki sasa tuseme kasamaki kanakatwa hivi mpaka hapa ile kanono ile steak hapa na viazi waru moja imekatanishwa mara 4 inawekwa hapo na spinach moja ile kibranchi kimoja spinach kimekujwa kimewekwa hapo na carrot moja na si yote imekuarwa mara 2 unawekewa hapo. Hiyo ndio unalipa shilingi 6,000. Lakini kwa sababu Mungu ameniwekelea hapo, mimi ni nani nikose kukula? Mimi ni nani nikose kukula? Mwambie mwenzako hata wewe utakula vizuri. Si ati ni chakula inakuaga huko mzuri, ni pale Mungu amekuwekelea. Haleluya. Haleluya. Ni pale Mungu amefanya nini? Si hakuna kitu mzuri huko. Hata ile chakula ya huko ni ya fridge. Ile ya hapa Karomaido ni mzuri kwa sababu imetoka kwa soko, imechamshwa ukiona. Ile ni ya fridge na ujui imekaa miaka gapi. Lakini kwa sababu umeinuliwa, unaona ndio ule Raila pale anakula pale, unaona nani pale, naona mtu mwingine pale anakula, minister ndio wale, na wewe uko hapa unakamata vizuri. Unakata hata kama ujui kukata na kisu. Hayo kuna mwingine nilipeleka huko. Anajaribu. Ni ndikwenda horoyo. Akashika kinyama. Wengine hapa nilipeleka hapa Intercontinental nikamwambia it's a juice. Akaniuliza wait a minute. Ni wanauza pesa ngapi? Nikamwambia juice glasi moja ni 1500 ya orange. Na ni orange 3 zimekuwa squeezed. Ni 1500. Akaniambia nina fast. Lakini akaniambia hiyo pesa ungeninunulia nikifungua saa 12 nitaitia. So Bwana asifiwe. Haleluya. So leo nataka tusome kitu inaitagwa God's purpose in your lives. Mwambie mwenzako God purpose in my life, not in your life. Sema God purpose in my life. Obo wenu nemwa mukionesa na mwa bikonesa mumedeko mumede masago hapa tu good, welcome. Tutaongea na nyinyi baadaye. Thank you. Na juzi tulikuwa na Kajiado, leo tumekuwa na Masako. We are capturing territories. Hallelujah. We are capturing territories county by county. And after all, utaona mpaka wa Somali watakuja hapa, Waturkana watakuja hapa, all of them, because we are building a nation for Jesus Christ. Hallelujah. Therefore, God's purpose in your life. And then tell your neighbor, I shall recover all. I shall what? Sasa tusome 1 Samuel chapter number 30 from verse number 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the 3rd day that the Amalekites had invaded the south, and the Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters, and they been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David, 2 wives, Ahinoam the Jezreelite, and the Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people who was grieved, every man for his son, his daughter. But David strengthened himself in the Lord
He is God. What is the purpose of God in your life? Ni nini hiki Mungu ametengeneza katika maisha yako ambacho kiko na purpose? There is a reason why you are created. There is a reason. There is a purpose. You are not here by mistake. You are not here by being confused or out of fluke. Uko hapa kwa sababu Mungu ako na kusudi. Na hiyo kusudi yake lazima itatimika. Wakati Daudi alizaliwa na akakataliwa na baba yake. Alizaliwa na akakataliwa na familia. Alizaliwa na akakataliwa na jamii. Maana Daudi alichukuliwa ni kama mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Maana baba alipotelekeza bibi yake naye alipanga mpango na yule mwanamke alikuwa aolewe. Wakapanga mpango mzuri. Baba akalala na huyu mwanamke, kisha akaweka mbegu ya Daudi, lakini hakujua kwamba kuna mbegu ya Daudi iliyo ndani ya mama huyu, kwa sababu alikuwa amechukia huyu mama. Na huyu mama alikuwa anapendwa sana na kijakazi ambacho kilipendwa na baba. Na baba akataka kuchukua kijakazi kwa badala yake ya mama wa Daudi. Na wakati ilifika wakati mama ya Daudi kufukuzwa, kijakazi kile kwa maana kilimpenda huyu mama kilipanga mpango na huyu mama. Akamwambia, kwa sababu kutoka kesho hautaingia hii nyumba, tutapanga mpango huyu mzee muende na yeye kwa kitanda mara ya mwisho. Kumbe the last minute of this man kukaa kule ndio ilikuwa the first minute of bringing a king. When you think and you see everything is not working in your life, it becomes in the last minute. Watu wamesema unaenda kuangamia, watu wanasema unaenda kuisha, madaktari wanasema hautafaulu maana ugonjwa yako imefika mwisho, watu wa dunia wanasema nyumba inaenda kufungwa, watu wanasema biashara zinaenda kuanguka. Lakini kuna kitu kimoja, ya kwamba mwisho wako na mwisho wa kila kitu ndio mwanzo wako na mwanzo wa Mungu. Huyu mama hakutarajia kijakazi kitamhurumia. Hakutarajia ya kwamba there can be anybody can feel more, especially ukiangalia ya kwamba huyu mwanamke alipendwa na mzee, lakini alihurumia ule mwanamke ambaye alikuwa anaondolewa. Wanawake wa sasa watakwambia wachana na hiyo shetani. Wanawake wa sasa watakwambia huyo mama ni mchawi. Wanawake wa sasa watakupeleka bali, watakutengenezea kanyama wakaweke ndani ya foil ukurage kila siku ndio sikumbuke kwako. Lakini huyu kijakazi aliangalia huyu mama ndiye alikuwa ameniajiri. Huyu mama ni bibi kama mimi. Huyu mama ni mwanamke kama mimi. Akasema, kabla niingie kwa hii, maana hii ni amri lazima niitii, nitahakikisha huyu mama amelala na huyu mzee wake mara ya mwisho. Kumbe hiyo mara ya mwisho ndiyo ilikuwa mwanzo ya kuzaa na kulete mfalme atakayelete ufalme katika nyumba ya Israeli. They will have planned against you. Na watasema, you've come to an end of your life. You have come to an end of anything that you are doing. But there is a plan of God in you. It doesn't matter how venye wamesema. It doesn't matter what they are saying about you. David alizaliwa katika hiyo hali tatanisi. David alizaliwa na ujanja mkubwa uliopangwa. Maana sioni ni vipi mwanaume kama mimi ninaweza kukosa kujua this is not the woman nilikuwa nafikiria. Lakini kupitia kwa roho ya Mungu na kupitia kwa mpango mzuri Mungu alikuwa amepanga, maana alijua ya kwamba katika nyumba ya Jesse na mke wake, hapa ndio nitatoa mfalme. Hapa ndio nitatoa mfalme ambaye si wa jamii, atakaye kuwa mfalme wangu. Na ndio kwa maana tatanisho likaingia, the separation of the family ikaingia. Mama na baba wakakosana, mama na baba wakawa hawaelewani. Ni kwa sababu gani? Like kwa sababu there was a seed that had to come. So sometimes watu wakipigana na wakisema hawataki kukuona, ama challenge ikikuwa ngumu sana, before you come rise up to fight that challenge na kusema these things should not have happened, no, don't go fighting first before ask God, could you be in this challenge? Some of us are suffering. Some of us tumefutwa kazi zetu. Some of us tumepoteza ndoa zetu. Some of us tumefukuzwa mahali tunafanyia kazi. Don't go panicking, don't go crying. Ask God, could you be in this challenge?
Could you be the one ambaye amesababisha kufutwa kwangu? Could you be the one ambaye umesababisha ndoa yangu ianguke? Could you be the one ambaye umesababisha matatizo ambayo yananizunguka? Because God hakuwa anataka Daudi amilikiwe na binadamu. Hakutaka Daudi amilikiwe na baba yake Jese. Hakutaka Daudi ajulikane. Alitaka Daudi amlinde, amchunge yeye mwenyewe mpaka amfanikishe kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Some of the challenges you are facing, they are not meant to destroy you. Some of the challenges za kufungiwa nyumba na za kwenda kuishi Mukuru kwa Ruben, unatoka Runda unaenda Mukuru kwa Ruben, sio usiangalie kwa ubaya. God could be speaking to you. God could be using that challenge to make something out of the challenge. David kama angejulikana na baba yake akiwa mtoto, angefanywa kama vile Yusufu alifanywa. David alifichwa na Mungu, maana the pregnancy iliyokuja haikuja kwa ile njia ambayo ilitakikana. Huyu mama alifichwa na maid baba kalala na yeye. Kumbe mbegu ya usiku huo ndiyo ilikuwa mbegu ya kuleta mfalme. Baba miezi mitatu baba akaenda akaangalia Daudi, akaangalia mama, akaita watu wa kijiji wote akawaambia, si niliwaambia huyu mama ni msherati? Si nilimwambia huyu mama ni msherati? Geke negedharia, mwangalia ako na mimba, muuliseni hiyo mimba ni ya nani? Maana Mungu alificha mpaka baba yake. Kuna vitu Mungu anaficha kwetu. Kuna vitu Mungu anaficha. Macho yako hayawezi kuona, masikio yako hayawezi kuona. Watu ambao wana uwezo wa kukusaidia hawawezi kukuona wala kujua. Hawawezi kuelewa ni matatizo gani haya. Umeenda hospitali, umeambiwa wewe ni mgonjwa, lakini wewe ni mgonjwa. Lakini umeenda hospitali, wamefanya kila test and nothing is coming out of it. Umejaribu biashara, kila aina biashara imekataa. Umejaribu kutafuta visa uondoke nchi hii, imekataa. Umejaribu huduma ufanye, imekataa. Nothing is working in your life because God has hidden you, that no human eye can be able to see. No human ear can be able to know what is happening in your life. Doctors have tried, your family members wamejaribu, watu wote jamii imejaribu, but nothing is happening. Why? Because there is a hidden secret in the works of God. Kuna kitu Mungu ameficha ndani yako. There is a purpose of your life. There is a reason why God created you. He created you because there is something ahead of you. There is something that is gonna come. Daudi alilelewa baba akiwa amemreject, maana ni mtoto aliyeshaliwa katika hali tatanishi, hali ya kiusherati kulingana na baba. Lakini kulingana na Mungu alikuwa amepanga ya kwamba Daudi atazaliwa katika hiyo hali tatanishi, because this is a king that I have created, mfalme ambaye nimemtengeneza kwa ajili ya kuleta ukombozi wa wana wa Israeli, kwa ajili ya kuleta ukombozi na upendo na umoja miongoni mwa falme zote za Israeli, zikakuwa kitu kimoja. Alikuwa amecause, your situation can cause a huge problem in the society, because God want to preserve you. Mungu anataka kukulinda usije ukajulikana, usije ukaonekana. Kwa hivyo wacha kujali ni kwa nini biashara yako haifanyi sasa. Wacha kujali ni kwa nini ndoa yako haifanyi sasa. Wacha kujali ni kwa nini safari zako hazikamiliki. Wacha kujali ni kwa nini wamekunyima visa sasa. Kuna mpango wa mbinguni ya kwamba visa yako imetengenezwa, lakini imewekwa kwa sefu ya mbinguni. Kule mbinguni kazi yako imetengenezwa, lakini imefichwa kwa sefu ya kule mbinguni. Afya yako imetengenezeka, lakini imefichwa kwa sefu ya mbinguni. Maana Mungu ndiye ameficha, ikiwa siri Mungu ndiye ameficha, kwa sababu ya matumizi ambayo amepanga anaenda kutumia wewe. Kwa sababu ya matumizi anataka kukutumia. He wants you to be a king, he wants you to be a businesswoman, he wants you to be a preacher. But if they know now, they are going to destroy you. So he will keep you somewhere in the safe. Wakitafuta agenda yako, wakitafuta plani yako, wakitafuta kila kitu chako, hawatakiona, because God has hidden you. Kama wangejua Daudi ndiye atakuja. Kumbuka the lineage ya Daudi imetoka kwa nyumba ya Juda. Angalia venye mke wa Juda
Na huyu watoto wa mke aliolewa na watoto wa Juda alisababisha watoto wawili wakakufa, na kisha akalala na Juda mwenyewe, akajaribu kumaliza. She was trying to kill the plan of God, wakati Juda aliambiwa kizazi chako kitazaa wafalme. Mungu akaangalia venye kwenye familia ya Juda kulifanyika. Kijana wa kwanza, the firstborn, akaoa mwanamke, huyo kijana akakufa. Huyo mwanamke akaolewa na the second son akakufa. Huyo mwanamke akapanga mipango mpaka wakalala na mbaba ya hawa watoto wawili, ndio wakakuja kuzaa watoto wawili. Hivyo hiyo mpango ndio iliyokuwa inamfuata huyo Daudi mpaka wakati ikafika wakati wa Daudi kuzaliwa. Daudi lazima angefichwa, ndio the same fate iliyopatikana mara ya kwanza isije kupatikana. Therefore, what is happening in your life today, it is not God has cast you, it is not that God has forgotten you, it is not that God has gone away against you. God has just hidden you. Ni kukuficha, amekuficha. Katika hiyo hali uko nayo, Mungu amekuficha. Katika hiyo hali uko nayo, Mungu amekuweka. There is something that is happening in your life. There is something that God is creating in your life. Kuna kitu Mungu ametengeneza. Kuna mpango mzuri Mungu ako nao. Hautaangamia, hautapotea, maana Mungu ametengeneza na amewaficha wasijue mpango wake juu yako. Babake Daudi alilala na mama yake na bibi yake, lakini hakujua huyu ni mke wangu. Alifikiria ni huyu kijakazi. Swali ni, kwani walikuwa na maumbile sawa? Kwani walikuwa na the smell sawa? Hapana, hawakuwa na maumbile sawa. Wala the smell was not, wala the feeling was not the same. But because of the agenda and the purpose of God in this man, everything acted like it's normal. Hakuelewa. Mzee alikuwa confused because ndani yake kulikuwa na mbegu, na wakati wa kuachilia mbegu ulikuwa umefika, na wakati wa kuachilia mbegu ulipofika alikonfisiwa. Hakuelewa ati huyu ni yule mwanamke na kulalanga na yeye. Hakuelewa ya kwamba this is the same woman that I'm trying to chase away, the same woman I swore I will never go to bed with. It is the same woman, but because of the seed, kwa sababu ya mbegu ambayo ilikuwa ndani ya Daudi, ya babake Daudi Jesse, ndio imtoe Daudi, lazima Jesse angepata confusion. Hao watu waliokupangia mambo machafu, hao watu waliokupangia kumaliza biashara yako, hao watu waliokupangia kumaliza huduma yako, hao watu waliopanga kumaliza kazi zako, hao watu hawaelewe wanachokifanya. The confusion will get into them. Watakuwa confused, hawataelewa. Wakati unaenda kuvuka to the next level, they will not understand because they will think you are just doing the childish thing. Watafikiria ni yule wa kawaida, watafikiria ni ile kazi yako ya kawaida, watafikiria kila kitu unafanya ni ukawaida tu, watakuangalia kwa ukawaida kuu. Lakini nakwambia siku hii ya leo, hiyo si ukawaida. It is the plan of God over your life. God has a good plan for you, ya kwamba atawapatia confusion. Masikio yao yatafungwa, miguu yao haitakamatwa, hawatakufuata, hawatakuelewa, hawatajua kule unaenda, maana Mungu ameficha siri kubwa kwa sababu ya kile kitu kiko ndani yako ambacho kinaenda kujaminate, ambacho kinaenda kuchipuka. Biashara mpya inaenda kuchipuka, huduma inaenda kuchipuka, kazi inaenda kuchipuka. Ndio maana akaificha, ndio maana akaficha ndani, watu wasielewe. Maana wangeelewa, wangekuja wakiwa makazeni, wangekuja wakiwa marafiki, wangekuja wakikuwa familia, ili wakuja wamalize kile kilicho ndani yako. But because God understands everything, God understands and goes ahead of us, that is why he has made them to be confused. They will not be able to understand. Bwana Yesu asifiwe sana. They will not be able to understand what is the plan of God over you. Daudi alipozaliwa, kumbe kuna watu wengine walikuwa wamechangishwa kuingizwa kwenye mambo magumu na mazito, mambo yaliyo na aibu. When the anointing is being prepared to work, there are many other people prepared for the anointing you are carrying. Bwana Yesu asifiwe sana. When I was getting saved, there were so many, because when nilizaliwa kuja kwenye dunia hii, there are so many other people that
were born because of me. There are so many other people that were raised because of me. Because Bishop Harrison Ng'ang'a alitengenezwa kwa sababu yangu. Maana Mungu alijua kuna mtu ambaye nitakuja, nitamuinua, lakini ataenda kwenye ulevi. Kisha Harrison ataitwa akuja niokoe. Katika the same time, watu kama nyinyi mkakuwa mmetayarishwa. Maana siku moja nitakuja kuwa mchungaji, na nitakapokuwa mchungaji mtakuja kunisikiliza. So the part of you being born, the part of you being in existence on this world, I am part of it. The reason you are existing, it is because you are existing. The reason I am here, it is because you have also a reason for you to exist. That is what we are calling the purpose of God in your life. When God has a purpose over you, kama Mungu ako na purpose yako, maana kila mtu there is a purpose. Kuna mpango ya Mungu juu ya maisha yako, kuna mpango ya Mungu juu ya kazi zako, kuna mpango ya Mungu juu ya majukumu yako. God is doing something flesh. A new anointing is coming upon your life. A flesh anointing is coming upon you. In your family, the flesh anointing is coming. In the ministry, the flesh anointing is coming. At your job, the fleshing anointing is coming. At your family level, the flesh anointing is coming. Why? Because the reason for you to exist, it has come to pass. Wakati ukifika kila kitu kinajiandaa. That is why God has called you to come and listen to this word. Because kila kitu kimejipanga. Daudi alipozaliwa, Mungu aliifanya kuwa siri kubwa. Na hii siri ilitambaa mpaka kwenye familia zingine. Maana kuzaliwa kwa Daudi kulichangia kuzaliwa kwa Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa kwenye ratiba, amemweka Samueli na amemstarisha Daudi. Ndio wakati Hana alikuwa anaomba, Hana hakupata mtoto. Alipokuwa akiambia Mungu nipatie mtoto, Mungu hakumjibu. Akaomba miaka mingi akiambia Mungu nipatie mtoto, give me a child. God was not responding. Every time Hana was calling, give me a child, God was not responding. Until such a time, wakati Hana alibadilisha maombi yake, akamwambia Mungu, I don't need a child now. I have discovered my mistake. I need a prophet. God, give me a prophet. Nipatie mtoto. Na ukinipatia mtoto nitamrudisha kwenye madhabahu yako ndiye aweze kutumika kule. That is the secret ambayo Mungu alikuwa ameweka katika kuzaliwa kwa Samueli. God was not looking for any other child. God was not looking for any other boy. God was looking for a prophet to come and anoint David. Because he already amekuwa ameanza process ya kuzaliwa kwa David, akatengeneza naye prophecy ya kuzaliwa kwa nabii atakayemwagia David mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you change the word of how you look at your things. Until you change how you pray. Because God has a purpose. Ako na njia na ako na reason why you are living the way you are living. You have been given that business ambayo amekupatia because you are a kingdom financier. Until you change the prayer you have, ya kwamba Baba nipatie hii kazi ikapanuke ndio nikaweze kwenda kupanua kazi yako. Until you come to understand how you communicate with God. Alafu unamuuliza Mungu, why did you give me this business? Why did you give me this job? Why did you give me what I'm doing now? Because some of the jobs that we have, they are not meant for you purposes. You are not meant for you only. They are meant because you have been called to be a kingdom financier. For those who are kingdom financiers, you need to go to God and ask God how to run a kingdom financial kingdom, a biashara ambayo ya kufadhili ufalme wa mbinguni. Maana wengi wetu tunafanya, tumepatiwa biashara, badala ya kuinua ile biashara tuende tukafanyie kazi ya Mungu, tunainua biashara kununua mashamba, tunainua biashara kufanya business zetu, tunainua biashara ya kufanya tukae mzuri, ama tuende Dubai tukafanya trips huko. Lakini kumbe Mungu alikupatia kazi hiyo kwa sababu ya ufalme wake. Alijua kuna kanisa itaanzishwa, alijua kuna nyumba ya Mungu itakuwa mahali itahitaji hiyo fedha, akakupatia ukae nayo. Wakati nyumba hii itafunguliwa, utakuja kuilete hapa. Kuna mtu kama huyu ambaye hana nguo mzuri, Mungu akakupatia biashara kwa sababu ya kijana kama huyo. Wakati atakuja kwenye ufalme, hiyo pesa yako ambayo amekupatia ndiyo utakayeitumia kuja kufanya kijana huyo akuwe mzuri, maana ni nabii atakayetumwa katika mataifa. Everything that we do in life is interconnected with God. Every business you do is interconnected with the purposes of God and the reason of God.
Hiyo pesa ambayo Mungu anakupatia, hiyo biashara, kulikuwa na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara. Kulikuwa na watu wengi wangepatiwa hiyo duka, lakini Mungu akakuangalia akakupatia hiyo duka, maana alitaka duka yako ifaulu, na itakapofaulu itakuja kutumika katika kuinua kazi yake. When God has a plan, he has a plan for everything. Wakati alianzisha huduma hii, alianzisha in the plan, in the mind of me, in the mind of you, in the mind of them, in the mind of everybody. So that he created a whole ministry. Nothing that exists that has no combination of many other factors. Wakati alitengeneza nyumba hii, wale walikuja aliwatengeneza na akawaumba kwa sababu wakuje wajenge nyumba hapa. Walipojenga nyumba wakaondoka, wakaenda kwao. Nyumba ikachukuliwa na watu wa kahawa. Watu wa kahawa wakaifanya nyumba ya kuweka mafaili zao. Baada ya mafaili kupokoa na mimi mwenyewe kukua na nikakuwa machua kupatiwa kazi, hapa nikakuja nikaambiwa kuna nyumba iko hapa. Kumbe hii nyumba imekuwa ikiningoja kwa miaka zaidi ya 70. Imeningoja bila kuwa na mtu, maana ni mimi nilikuwa naongojewa. God is waiting for you. Kuna mtu Mungu anamngojea kwa sababu ndiye ampatie mafuta, ampokezee kijiti, ndio kazi yake ianze kufanya. Kuna mtu Mungu amepanga, kuna mtu amepangiwa ako Amerika, amezuiliwa safari yake kukuja, maana hujakuwa tayari. Kuna mtu ako Asia, ako na mabilioni ya pesa, but because you are not ready, the man is being held. Anazuiliwa, anaambiwa ongoja kidogo, huyu mwanaume hajakuwa ready, ongoja kidogo, huyu mwanaume hajaiva. Maana wakati utaiva, ndege ile itatengenezeka na pesa zako yule mtu wako Asia atazilete hapa, na wewe ndio mtakutana na yeye, na wewe ndio utakuwa managing director. Anything that is happening in your life, it is not a coincidence. It is not a coincidence. It is a plan of God. Bwana asifiwe sana. Wakati huo wote Daudi akinyororiwa, Daudi akidharauliwa, God kwenye daftari la Mungu, Daud was a king. David was being addressed as a king. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wote Hana alikuwa akiomba, Mungu hakuwa anaona Samueli, Mungu hakuwa anaona Hana, alikuwa anaona Daudi. Kwa hivyo alikuwa anataka Hana, kwa sababu alitaka mtu wa kumwagilia Daudi mafuta. Kwa hivyo alitaka wakati Hana atabadilisha jinsi ya kuomba, na yeye atambadilisha, atampatia mtoto, maana amempatia ukamilisho wa Daudi. Everything that happens in our life, it is a chain. Usione kama umekalia hiyo kiti ufikirie hiyo kiti umeikalia tu kimbahati. Sio kimbahati, hakuna bahati. Mimi kushika hii microphone, it is not luck, sio bahati. God had planned today I will be here. Na hii microphone imesafiri, imeingia ndege, na labda sijaingia ndege, lakini hii microphone kwa sababu ya utukufu wa Mungu iliingia ndege ikaletwa hapa. Yule aliyetengeneza hii microphone hata labda hajawahi kuingia kwenye ndege, lakini hii microphone iliingia ndege, so that I can connect the originality of the microphone and me, the deliverer of the name of the word of God. There is a connection. There is a purpose of God. Kwa hivyo usione huyo mzee mko naye labda ni mlevi, wachana na ulevi yake. Angalia, why did God, mbona ukanilete kwa huyu mlevi? Mbona ukanilete kwa mtu ambaye anakunywa pombe? Kama bibi yako ni mwanamke ambaye hakusikii, mwenye hana tabia mzuri, mwenye anaenda mpaka kwa waganga, wewe jiulize, uliza Mungu, why did you bring this man? Kwa nini ukamlete kwenye maisha yangu? Kwa nini ukamlete kwenye njia zangu? Ninakwambia hivi, kuna sababu ya huyu mama kuja. There is a reason why you came to this church. There is a reason, because God had created me for the purposes and the reason that has brought us here. I have what I'm carrying that belongs to you, and you are the carrying that belongs to me, and for that the kingdom of heaven is glorified. Bwana asifiwe sana. Daudi akiendelea kukua, ndio wakati alikomaa, naye Mungu akamwambia Samueli, akaona Samueli naye pia amekomaa, akamwambia Samueli, sasa ondoka uende mpaka kwa nyumba ya Jese. Akamwambia ondoka uende mpaka kwa nyumba ya Jese, ukifika huko kuna mtoto nataka ukamwagilia mafuta. Kumbe hata alikuwa anakamwambia, beba pembe ambayo utatia mafuta, na ukifika huko utaenda utamwagilia mtu ambaye nitakwambia ukamwagilie mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tell them to remove this. Sheldon, remove it. Daudi akiwa akichunga mbuzi na akichunga makondoo, ndugu za Daudi na baba yake walikuwa nyumbani wakikula nyama. Wakati nabii alipofika akaambia Jesse ya kwamba kuna mtoto na nimeambiwa nikuje nimwagilie mafuta. Kulikuwa na vijana barubaru hapo, watu ambao wamesoma, waliokuwa na mwili na walionekana wako na akili mzuri. Wakaambiwa na Samueli, mwagilia mmoja hapa. Samueli akasema, hakuna hata mmoja ambaye nafaa kumwagilia mafuta hapa. Kisha akauliza, baba, kuna mtoto mwingine? Nao baba akamwambia, ni kengine tu kakuchunga kondoo. Maana he was not counted kama mtoto wa Jesse. Hadi hapo Jesse alikuwa anajua this is a son of a prostitute. Ni mtoto wa kuzaliwa nje. Hakuwa na mpango hata kidogo. Lakini kule mbinguni Daudi alikuwa anaendelezwa kama mfalme. Ndio kwa maana Samueli alizaliwa kwenda kumwagilia mfalme mafuta. Kule nje kule nyumbani kwao walimtambua kama mtoto wa maraya, mtoto wa kuzaliwa nje, mtoto wa tendo ambalo halifai, mtoto ambaye alifaa kuuliwa wakati wa kuzaliwa. But God had a purpose. God has a purpose in your life. It doesn't matter in what condition you are in. Haijalishi saizi wamekubeba namna gani. Haijalishi saizi how you are training. Kama umekaa kwenye nyumba gani, umekaa Mukuru kwa Ruben, umekaa Kibera, umekaa kwenye any place you are living. It doesn't matter what is happening to you. What matters most, what is the plan of God over your life? What's the plan of God over? What's the arrangement? Mungu amekupangia maneno gani katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Wakati walikuja kumumwagilia mafuta, alipoitwa akakuja nabii wa Mungu, Roho wa Bwana akateremka akamwambia, that is my king. Praise be the name of God. Mungu akateremka immediately akamwambia nabii, that is the man I want you to anoint. I want to tell you, despite what they are going to say about you, despite what they are going to do about you, wamekuendea kwa waganga na wachawi, wamekuendea hata kupiga ramli, wamekufanyia makafara zote na mambo yote, wamesema haustahili kuishi kwenye hiyo ndoa. Lakini what I can assure you tonight is that the King Heaven, Mungu akiwa binguni, amekunyoshia kidole kusema, this is my son, this is the person I want you to anoint. Huyu ndio utakayemwagilia mafuta. Wacha wakae kando na ujuzi wao, wacha wakae kando na mipango yao, wacha wakae kando na arrangement zao. But one thing I want to assure you, God has already selected you. God has already chosen you. You are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida, ndio maana wamekosa kukuelewa. Wewe sio mtu wa kawaida, ndio maana hawakujui wewe ni nani. And that's why God kept you a secret. Mungu alikuweka na akakuhifadhi kama kitu ambacho kimefichwa, kwa sababu kama wangekujua wangekumaliza kabla haujatimiza malengo ya Mungu. Lakini Mungu alitaka kukuficha, akamtuma Daudi akaende kuchunga kondoo. Saizi unaweza kuwa unachunga kondoo, saizi unaweza kuwa unachunga na unachunga mang'ombe, saizi unaweza kuwa unalala njaa. But one thing I want to tell you tonight, that njaa itakuja, itafika mwisho, maana asibishaye ni Mungu. Anayefanya tumbo yetu ikuwe na chukura na Mungu. Kwa hivyo unaweza kuishi siku nyingi, you can live even 1 year without eating, because the God's plan is that you are going to survive without their food. You are going to survive without their money. You are going to survive without their help. You are going to survive without their arrangement. Because if they had to bring their arrangement, they were going to kill you. They are going to destroy you. Watakuwekea chakula sumu, watakunyima chakula, watakutesa kwa sababu ya chakula. Kwa hivyo atakusababishia uende kwa kiwanja ukachunge kondoo, ukanyonye kondoo kule kiwanjani, maana hawawezi kukupatia chakula. Ataambia mbuzi kupatie
maziwa, ataambia ng'ombe ikupatie maziwa, ataambia wanyama wa kichakani wakufe ndio upate nyama za kukula. Because for them they will not give you, for them they will not give you anything, because they see you as a threat, they see you as a useless person. But when God decides to walk with you, when God decides to go with you, and when God has a purpose for you to conquer, He will make it all work for you. He will make it all succeed in your life. He will make it all make in your life. He will not allow them to know you. He will not allow them to come near you. Hatakubalisha wao wakuja karibu na wewe. Watakutekeleza, watakutupa, watakudharau, watakuchukia. Usijalishwe na chuki hiyo, usijalishwe na wao kukutekeleza, maana ni Mungu amesababisha hiyo. Ni Mungu amepanga wasikujue, amepanga wasikuone, amepanga wasikuelewe, amepanga wasikujue. Maana kilicho ndani yako kitakapoanza kufanya kazi watakushangaa. Daudi alipomwagiliwa mafuta walimshangaa, hawakumuelewa. Alipoanza kufanyika mfalme, wakaulizwa kuna mtoto mwingine, wakasema hapana, lakini tuna kingine kia kuchunga mbuzi. It is a secret code of heaven. Hicho kingine, hiyo majina wamesema na wanakuita, hiyo majina, hiyo jina wanakuita wewe ni mchawi, hiyo jina wanakuita wewe ni mungiki, hiyo jina wanakuita wewe ni mwizi, hiyo jina wanakupandika, hiyo jina walisema wewe ni nani. It is not meant to destroy you. It is not meant to bring you down. It is a secret code of heaven. It is a secret code of heaven. They will not be able to know you. Hawatakuelewa, hawatakujua. Utakuwa ndani yao, utatembea na wao, lakini hawakujui. Wanaonanga kamutu kakuchunga kondoo, utatembea na wao. Wanaonanga kamutu kakufagia, utatembea na wao. Wanaonanga watchman, watatembea na wao. Wanaonanga tu kamutu kakwenda hapa na pale, lakini in God, God is preparing a king. God is preparing a king in you. God is preparing a king. A king in you is coming. A king in you is coming. Just don't worry, don't panic. Wakisema wewe ni mchawi, wakisema wewe ni mroge, oh, don't worry. Don't worry what they are saying about you. Don't worry what I'm saying about you, because God has a purpose in you. They never thought David would become a king. They never thought. Walipoitishwa mtoto, walifikiria hata kwenda kwa neighbor kutafuta mtoto mwenye anaweza kuresemble kama wao, lakini wakateleza mdomo wao. Watu watateleza wakati utahitajika. Kama kuna mtu mwingine, watasema kuna kakijana kengine, lakini hako kakijana kanakuanga kamwizi. Watawekelea jina ingine ndio usipate hiyo kazi. Lakini one thing I'll tell you, watateleza mdomo, watateleza wakifikiria wanakuharibia, lakini kuteleza kwao ndio itakuwa wanakuinua, ndio inakuwa wanakufungulia milango, ndio itakuwa wanakufungulia njia zako, ndio itakuwa wanamaliza uadui, ndio uweze kuwaelewa ya kwamba hawa ndio wale walikuchimbia, lakini Mungu akafunika. Hawa ndio waliyekuwekea mitego, lakini Mungu akaiondoa. Hawa ndio walikuzungumzia mabaya, lakini Mungu akanena mazuri juu yako. Kuna mtu Mungu ananena mazuri, kuna mtu Mungu ananenea mazuri. Kuna mazuri yanainuliwa sasa. Kuna mtu anainuliwa, kuna mtu biashara yake inafunguka, kuna mtu ndoa yake inafunguka, kuna mtu visa yake imefunguliwa. After that, after the anointing, David alipomwagiliwa mafuta, unapotengwa na unapopatiwa jukumu la Mungu, it does not mean wameachana na wewe. It means God has given you a new level, meaning a new level of struggle have started. Kama umebarikiwa siku hii ya leo, usiende kurukaruka na kucelebrate eti ya kwamba umemwagiliwa mafuta. Daudi alipojua amemwagiliwa mafuta, hakuenda kungangana kwenda kuwekelea watu mikono, hakuenda kungangana kuhubiria watu, hakuenda kungangana kuambia watu sasa mimi ni mkuu, bali kile kilichofanyika ndani yake, Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake alimwambia nenda ukachunge mbuzi. Alirudi kuchunga mbuzi, maana there was a preparation period. When you are anointed, ukimwagiliwa mafuta,
there is another session of the anointing. The anointing, when it's poured upon you, there is a preparation ground. Unaanza kutayarishwa na kupangwa vizuri, maana kazi iliyokuwa mbele yako unaanza kuiona. Kazi iliyokuwa mbele yako, milango inafunguliwa, ndio uweze kuona maadui watakao kuwa wako ndio hawa, na watu watakao tembea na wewe ndio hawa. Kisha inakuwa the separation. You are separated. For the 15 years David was struggling in the bush, akichunga mambuzi. Hakuweza kuona watu kule nje, lakini kitu kilikuwa kinafanyika. Mungu aliendelea kumtengeneza. Alipoendelea kumtengeneza, naye Sauli upande ule mwingine aliendelea kutenda maovu. Aliendelea kutenda mambo ambayo yalimuondoa kwenye ufalme wa Mungu. Aliendelea kumtenda mambo ambayo yalimuondoa katika njia za kiungu. Kwa maana naye Daudi aliendelea kukua for the replacement. You will never ascend to power if there is no replacement. You have to be prepared for the replacement, and the one to be replaced must be prepared for the replacement. Kila kitu lazima kiingie. Upande ule mwingine unakwenda chini, na upande huu unaendelea kuinuliwa. Maana God has a purpose and a reason for whatever that we do. For whatever purpose that we have, there is a reason of God in creating people around your life. The people that are going to walk with you, the people that are going to stand with you, the people that are going to fight you, the people that are going to do everything against you, and the people that are going to do everything for you. Because for you to succeed, for you to go where you are going, you need a push from behind. You need some people to push you, and these are people that work against you. The people who want to destroy you, the people who want to sink you down, the people who want to kill you. These are the people that will propel you to the purposes of God. Hawa ndio watakupeleka, ndio watakusukuma mpaka ukafika mahali unahitaji. Maana hawa maadui unao unawahitaji kuliko marafiki. Marafiki watakuweka kwenye comfort zone, lakini maadui watakupeleka kwenye Mungu. Maadui watakusukuma. Unapokuwa na maadui wengi, unakaribia your destiny. Unapokuwa na watu wanaokupiga, unakaribia kule unaenda. Unapokuwa na matatizo mengi, unakaribia your destiny. Unapokuwa na challenges nyingi, zinakusukuma zikikupeleka where you belong, because there is a place where you need to go, but you need a powerful force that will propel you there. You need strong enemies. Unahitaji maadui wakubwa. Kama kaadui kako ni kale kachokora ka hapo nje kwenu, enda uombe Mungu msamaha, maana umekosea Mungu. Kama mashida ambayo unapitia ni ya kukosa ugali na sukuma, you are not yet being tested. You are just wasting your time. Go to God and seek a fresh anointing. When you have a fresh anointing, the anointing will produce you or will lead you to the course of life, because of the reason of God in your life. And fresh anointing, it causes more doors to open. And every fresh anointing inakusababishia maadui wengi wanakuja. Na maadui watakaokuja, kama ni maadui ambao ni panya na paka kwa nyumba yako, kama ni chura kwa nyumba yako inarukaruka, hiyo ndio naita maadui. Then you need to go back and ask God, where did I go wrong? Because the kind of enemies that are coming are not of my class. You need to upgrade your enemies. Maadui wa kukupiga, upgrade them. Na ukiona hauwapati, nenda ukawatafute. Maana you need them to go where you want to go. You need them to go to the next level of your life. You need them to go to the next level of your life. Without strong enemies, you're not going to become strong. Without a strong foundation, you're not going to rise up. Without a strong foundation, whatever that is happening to you, you are going to crumble down. You need them that want to kill you. You need them that want to destroy you. You need them that want to bring you down. Those are the people that are going to make you go up, because the more they push you down, the more you go closer to God. The more they want to destroy you, the more you come closer to God. The more they pull your leg, the more you lift up your leg. The more they pull your hand down, the more you lift them up. And the more you lift them up, you lift them closer to God. Mwambie mwenzako, I need a better enemy. Mwangalie tu kwa uso wake. Look at the face. Mwangalie tu uso kwanza, nisikilize. Mwangalie kwa uso sasa. Mwambie, najua wewe unakuanga adui yangu, lakini nimegundua wewe si wa level yangu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Oh, really, time has really gone. When David was finally anointed, na akaenda for 15 years. So for those who want to serve in the kingdom, check on the list of years that you have gone through the situations. If you are only 5 years,
You got 10 more to come. Hallelujah. Can I hear amen? When Joseph answer the struggle of his life, it took him 17 years. Hallelujah. When Moses alipoingia kwa nyumba ya Jethro ndio aanze the struggle, it took him again 40 years. Hallelujah. Oh, kama unakimbilia unataka kuwa nabii kwa sababu ulimwagiliwa mafuta jana, you have a long way to go. Haujakutana na wale waliouza Josefu, haujakutana na bibi ya Potifa, haujakutana na askari wa jela. You are still yet to go. Haujakutana na watu wanahitaji ndoto yako. You are yet to go. Oh, fanya warm up kidogo kidogo, maana something is about to happen. Wale ambao wamefungua biashara jana, usifikirie the prophet is coming today. Oh, biashara yako ikuze kwanza ndio ukutane na the territorial controllers, the kings that control the territory. Ukutane na wale watu watakwambia haujatoa pesa ya muragano. Ukutane na wale watu wamekwambia ya kwamba wao ndio wenye territory. Hujakutana na watu wanaitangwa mungiki, wanakwambia hautajenga hapa maana haujatoa pesa ya mungiki. Utakutana na watu wako na makware, wanakwambia huwezi kuchukua mawe bila kuwa na pesa ya kuzungumza. Na wale vijana wanasababishaga kware. There must be challenges, there must be over you. Huwezi kujenga kama haujakutana na hawa watu. Huwezi kufaulu kama hujakutana na hawa watu. If you've not met them, unasema my way has been my way has been good. I have been sweeping, I have going, nimetembea kwa utaratibu. Kama haujakuwa checken mpaka unaona ni unahitaji kukufa, basi bado hujaanza safari. Hallelujah. Kama haujalala njaa, watu unasikia kwa neighbor kunanuka nyama na wewe hauna hata chakula. Kama haujafika kiwango hikyo, unasikia neighbor mzima, unasikia kaugali na tuchapati tunanuka kopa udimsima, na wewe nyumba yako tu na watoto 6 hamuna hata chakula. Watoto wanakuangalia macho ikine na wewe unawaangalia macho, wanakuuliza hiyo harufu inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanataka kukuuliza akili yako kwenye ifanye kazi. Gako duru laki nyahau gaino lako lutera wera. Kama hujafika hapo, hujavumilia kupigwa vita ndani ya kanisa, ujue bado hauna mamlaka hata kidogo ya kufungua kanisa wala kuwa kiongozi wa kanisa. Kama haujanyoroshwa ukakalishwa chini, ukapigwa na ukasengenywa na ukaekelewa maneno, ukaambiwa umelala na wanawake wote kanisani, bado you are still yet to go. Bado you are still yet to go. Kama kwenye biashara haujapigwa, ukavukia siku ya kwanza ikavunjwa, ukawekelea milioni 1 ikaenda na siku moja ukakutana na hao wa mungiki wakabeba pesa zako zote, na kuambia bado yet haujaiva, hata haujaekelewa, hata kitunguu hajakatakatwa. Ati my life has been a smooth journey. Ukisikia mtu anakuambia my life has been a smooth journey since niokoke, life has been so straight for me, I want to tell you, ondokea huyo mtu, because he is about to cause problem in your life. Kwa sababu wakati ataanza kuteremuka utamhurumia. Ni ule koligadhe hesho le kama ndo kamuhiana. Bwana Yesu asifiwe sana. If you have not been tested, then the purpose of God will not come out. The testing of your life produces the purpose of God, produces why God wants you, produces why God wants to use you. There is a reason for why God wants to use you. He had to take Moses into the tormentors of the community, so that he can understand what they are doing, their plans and whatever they do in their family, their arrangement and their secret. And he understand when he came to fight them, he knew who he is fighting. You must achieve the level of succeeding beyond reasonable doubt. Lazima ukarangwe vizuri. Lazima uchapwe, udonoswe vizuri. Baka unaingia, unasikia kuingia kanisa unaona shetani. Ukiingia tu pale kwa mlango ukiangalia kanisa mzima unaona manyoka na mashetani tupu. Kama hijafika hapo unachukia mpaka unaambia huyo Mungu sitaki kukusikia. You are yet to be. After the 15 years of struggle of David, ngangana 15 years hiyo ya kukaa huko kwa mwanyama, wakati ulifika wa yeye kuingizwa, wakati alishinda vita hivyo vya mafuta. Maana 15 years it is conquering the battle of ya mafuta. When you are anointed, kuna vitu vinangolewa kwenye maisha yako ndio ukue prepared for the real mantle.
15 years ni kustruggle wa Nyabura. 15 years si kuingia kazi, ni kustruggle kujaribu kujitoa kwenye laana za kifamilia, kujitoa kwenye minaso ya kifamilia, kujitoa kwenye vitu ambavyo vilitendeka katika maisha yako. It is isolating yourself from the challenges that can pull you behind. 15 years to 17 years or to even 20 years. And some others, they die in the process. Daudi alipomaliza 15 years yake, around there 17 years, what happened? Naye Saul akagonjeka na akasema nahitaji mtu wa kumuimbia. God will cause them to have a need of you. So don't panic. Don't try to create a room for you. Don't try to create a situation for you. Don't try to push other people. Your position yako ipatikane. Your position is already there. Your position has been planned. You don't need to struggle for it. Daudi aliendelea kuchunga kondoo. Hakuenda kung'ang'ana ati kwa sababu amemwagiliwa mafuta. Akaenda kukimbia. Akasema nendela itelelio maguta. Ona nidemo itelelio maguta. Hapana. Alirudi kuchunga makondoo. Baada ya kuchunga makondoo, miaka 17 ikaisha. Kutoka hapo ndio aigura Sauli ambaye anakuja kumuondoa, akapata ugonjwa fulani ambao ulihitaji mtu anajua kucheza kenombe. Na walipotangaziwa kaambiwa tafuteni mtu anajua kucheza kenombe. Kule wakati alienda kuchunga mbuzi, Daudi aliendelea kufanya biashara yake ya kucheza kenombe vizuri. Akacheza, akaendelea, akaimarisha uimbaji wake. Imarisha your standard. Ukimwagiliwa mafuta, imarisha your relationship na Mungu. Imarisha plani zako na Mungu. Endelea kutengeneza mikakati yako na Mungu. Waachana na kazi iliyo mbele, maana hauijui. Akaimarisha mpaka wakati Sauli akakuwa na hitaji la Daudi. Kumbuka Daudi alimwagiliwa mafuta, na alipomwagiliwa mafuta, roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Sauli aliruka akaingia kwa Daudi. Lakini Daudi hakuanza kazi mara moja. Alipanga alienda kurudi kwenye mipango yake, to wait for the next instruction. When you are anointed, you have to wait for the appointment. Umemwagiliwa mafuta, ndio ni vizuri, hiyo ni yako. Lakini ukojea upatiwe letter of appointment. Umekuja hapa, umesema sasa, umeanza kusikia sauti ya Mungu. Nidiraigwa mega hapo. Nidiraigwa kiarerio. Ni kwalerio rarerio. Endelea kuongeleshwa. Ongeleshwa vizuri, kwa sababu ndio uweze kutofautisha Shetani akiongea na Mungu akiongea. Usiletea hapa maneno ya Shetani alafu natabia Mungu alikusukumusia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. After 17 years, Saul akapata shida. Akahitaji mtu, na akaambiwa this can only go if somebody sings, acheze kenombe. Kukatafuta kwa semekana the only person that can do this ni kale kakijana kanakanga kwa Jesse. Maana hako kakijana kanakanga kwa Jesse alikuwa amesema this is not my son. Huyu ni mtoto wa bibi yangu, maana alilala na wewe na yeye na mtu mwingine. Wakasema kale kakijana kanakaga kwa Jesse, kakaambiwa kaedewe mara moja. When now God is prepared to elevate you for another battle, the next battle, maana hii ya kungoja ameshinda, akamuingisha sasa to the next battle. He caused the real man to come in board. Until the real man comes on board, the man that you're gonna challenge, until akuja on board, hujapatana naye, until you see Lucifer eye to eye, until you see Shetani mondo komondo, bado haujaanza safari. Until you think thou hata nahitaji kuingia kwa Illuminati, bado haijafanyika. You are yet to be cooked, you are yet to be prepared, you are yet to be sanctified. Daudi ilibidi akutane na Saul mwenyewe, akamwimbia, akamchezea kinumbi mpaka Sauli akajua. Wow, from there David akatolewa kutoka kuchunga makondoo, ndio akakuja akaanza kuanza huduma yake ikaanza. And again
God entered him into another process of more than 15 years of struggling. Akahangaishwa, afadhali angeishi kwa makondoo. Kuna vitu zingine zinakujanga kwa maisha yako mpaka unasema afadhali ningekaa bila Bwana. Kuna vitu zingine zinakujanga unasema afadhali singepatiwa hiyo promotion. Kuna vitu zingine zinakujanga unasema afadhali singekuwa pastor. Kuna vitu zingine zinafanyikanga unasema afadhali hii haingefanyika. Maana wakati Daudi aliingizwa akatolewa kwa makondoo, ndio bado vita vilianza, vita vikali sana. Maana the Bible says maisha yake yote aliteseka, maisha yake yote aliishi kwenye kevu, aliishi kutoroka, aliishi kujificha. Hakuishi kwa nyumba, aliishi kutoroka. Akiwa na hiyo mafuta yake yote aliishi kwa kutoroka, mpaka mahali Mungu alimpeleka, akampeleka mpaka kwa yule mtu, akamwonyesha hiki kemodo, naye akasema don't touch the anointed. Why? Because alikuwa ametengenezwa na akaiva. Kama ingekuwa ni mimi na wewe, nione Saulo mwenye amenitesa miaka hiyo yote ndio huyu, ningechinja yeye. Mimi ningechinja. Miaka 15 ya mahangaiko kwa sababu ya mwanaume. Alafu Mungu aniletea, si ndio nasema gainia dehera. Mungu ameniletea. So sometimes God is testing you with the challenges you are facing until he brings you the real enemy. Unaona bibi ama dada yako ndio anakurogaga, unatenda na bibi dada yako ndio anakuroga, na alafu unamshika na nguo zako ameficha kwa paper bag, anapeleka kwa muganga. Unasema gaini yako, naona no daugete gaini akaupurania we niokonyana na unachukua kisu unamduka. You have failed the test until you have developed an art of forgiving and letting it go. That is when you will be elevated to the next level. David, when he went and found this is Saul, na huyu ndio ametuangaisha, wanaume wake wakamwambia tuchije, akasema no, do not touch the anointed. Kile kitu mtafanya kata kiguo tuende nayo. Ndio ikuje kuwa ushahidi. Ndio akikuja kuruka unamwambia hii kitabani ya nani? Ni aguo ya nani? Ni aguo yako. Aelewe that this man, he is a man of God. For you to be qualified to be called a man of God, you must have reached the level ya kujua ya kwamba every person living on earth is a man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu ndio tuweze kumaliza ibada hii. Always seek God for the strength and the power. In any circumstance, in any situation you are in, always seek God for the elevation, for the strength. Don't go for your enemies. Don't go for the people you are able to kill. Don't kill them. But seek. Do not remove them from where you are. And number B, be strong and courageous always. Do not be afraid. Be strong no matter what they say about you. Do not be afraid of them. No matter what they say you are or what you're going to become, do not be afraid of them. Be strong and be courageous. Hallelujah. Somebody say amen. Hallelujah. And also trust in his words always. Trust God in his word. In whatever that he said and he told you, you are going to become, you are going to become. Don't worry who the enemies are. Wakisema unaenda kukufa, waambie mimi sikufi, wao ndio watakufa. Wakisema hautafaulu, waambie utafaulu. Maana Mungu alisema atakupeleka America, it will come to pass. Mungu alisema utakuwa mhubiri, it will come to pass. Mungu alisema utakuwa something, you are going to become. It doesn't matter what you are going to become. It doesn't matter the situation and the time. What you need is to sit down and wait the hand of God to prevail over you. Wait for that hand of God, because the hand of God, nobody can defeat it. Nobody can come against the hand of God. Nobody can win against against you. If God has said you are going to become, you will for sure become. Always never seek to revenge. If you want God to prevail over you, David had a chance to revenge, but he never revenged. Never seek to revenge. Do not fight people in the church.
If you are in the position of leadership, do not fight anybody. You are in a position of leadership in a company, do not fight your juniors because they are rising up. Maybe it is their star that is rising up and you can never stop. You cannot be able to stop the star. Kama nyota ya mtu imeanza kung'aa, hauwezi kuizuia hata ufanye nini. Kama imetengenezwa ing'ae, itang'aa. Kama imetengenezwa na wakati umefika wa kung'aa, itang'aa. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi makombora ambayo unatumia ni nini, haijalishi silaha unazozitumia ni gani. Kwenye biashara, kama Mungu amesema hii ni season yako ya kubarikiwa, utabarikiwa upende usipende. Hata wewe ukakataa, bado utabarikiwa. Hata waseme mambo mabaya kukuhusu, bado utabarikiwa. Nothing will change. Kama Mungu amekuinua mhubiri, ukuwe mhubiri wa mahida mahaya kama wakati kama hii, Baba anasema ya kwamba kama amekuteua na amesema majira yako yamefika, utafanyika upende usipende, ukatae usikatae, he will use you. Hata wakikuja wakuzuie, pasta yako akuje akuzuie, mhubiri wako akuzuie, baba yako akuzuie, mume wako akuzuie, mke wako akuzuie, bado utaendelea kuinuka. Watakata mti, kesho wanakuta imemea. Watakata kesho kutu wanakuta inamea. Watazuia, bado itamea. Wataenda kwa waganga, watachinja mbuzi, bado unamea. Watasema watakulaani, wakikulaani maneno hiyo inakuja inakuinua. Maana Mungu is with you. When God is with you, no weapon fashioned against you that can prosper against you, not even your family. God has a reason for you, because you got a purpose of God, and because of the purpose of God in you, you will never lose any battle. Shika sadaka yako na fungu za 10. Kama umeshika, inua juu na mkono wako wa kulia. I want to speak a word of success. Mungu akupatie ufunuo at what level you are now. Akufungulie macho ya kiroho, uelewe uko kwenye level gani saa hizi, ndio uache kusumbua watu. Maana kama hauelewi uko level gani, utaishi kusumbua watu, utaishi kutesa watu wale wengine, utaishi kuzuia watu wapite. Na hao watu wameinuliwa mbele yako, wako mbele yako, lakini wewe unataka kuwazuia. Hiyo ndio ufunuo natakuombea leo. Inua tu juu na mkono wako wa kulia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaipokea dhabihu hii ambayo imetolewa siku hii ya leo kama kuhani wa nyumba hii, ya kwamba ukaweze kuwapatia ufunuo. Wamekuja hapa wakiwa na challenges za magonjwa, wakiwa na challenges za mateso fulani, wakiwa na mambo ambayo yamekwama katika maisha yao. Kutoka sasa kwenda mbele, wapatie ufunuo, wapate kuelewa wako kwenye level gani, wako kwenye hali gani. Nifungulie tu macho yangu ya kiroho, niweze kujua katika huduma hii nimefika wapi, ndio nisije kuwa kikwazo kwa watu, ndio nisije kuwa kipingamizi kwa mafuta ya watu, ndio nisije kuwa mtu ambaye atakuzuia kazi za watu kuendelea, hata kuzuia kazi yako isifanyike. Baba, pia na hao wafungue macho yao na masikio yao, hata kwenye nyoyo zao waweze kuelewa ya kwamba wewe ndio mwenye mipango, na mipango yako uliyoipanga itafaulu, mipango yako uliyoipanga itakuja kufaulu, ya kwamba hakuna adui atakayeinuka kinyume na kazi yako, hakuna mipango yote itakayoinuliwa kinyume na kazi yao. Maana wewe ni Mungu mwenye uwezo, mamlaka yote ya mbingu na ya dunia ni yako. Asante Baba kwa kuwalete hapa, na Baba ukaipokea sadaka hii katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Leteni hapa kwenye hii level. Kuja tu, usitoe viatu zako, usitoe viatu, kuja kwenye hii level. Hii level hapa hivi, mwekelee sadaka zenu kwenye hii level. Sadaka zenu kwenye hii level yote hivyo. Kutoka kwenye level ya huko chini ukuja juu.
kiti cha enzi. Umejivika utukufu, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Nikitazama ukuu wako na jinsi ulivyo wewe, wakusanyiko la watu wengine wote ni viungu. Amen. Hivyo ndivyo Bwana amefanya. Haleluya. Bwana amefanya. Bwana